mgeni rasmi, naomba niende moja kwa moja kwenye taarifa ya mradi, kwa maana nianze na wigo wa kazi. Mnamo Septemba 2023 serikali ilianza kutekeleza mradi huu mkubwa wa ukarabati na upanuzi wa kiwanja cha ndege cha Sumbawanga, ambapo gharimu kiasi cha bilioni 60.1 za Kitanzania na ulijumuisha kazi zifuatazo: ujenzi wa jengo la abiria wenye uwezo wa kuhudumia abiria 1,500 kwa mwaka ambalo limeunganishwa na mnara wa kuongozea ndege, ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege runway kwa kiwango cha lami, daraja la kiendeshaji 2C itakayoruhusu aina ya ndege ya ATR 42 na kufungiwa mifumo ya taa kuongozea ndege kuruhusu kiwanja kufanya kazi masaa 24, na maana bado kuna awamu nyingine ya taa. Ujenzi wa viungio, barabara za viungio kwa maana taxiway kwa kiwango cha lami, ujenzi wa maegesho ya ndege kwa kiwango cha lami, ujenzi wa uzio wa usalama, ujenzi wa barabara kuingia kiwanjani na ujenzi wa kituo cha hali ya hewa. Matokeo baada ya mradi kukamilika. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, baada ya mradi kukamilika, shughuli za usafirishaji, usafiri wa anga zitaimarika na hivyo kuchochea mazingira ya uwekezaji, biashara, utalii katika ukanda wa Ziwa Rukwa na vivutio vya asili vya Rukwa kama vile hifadhi ya taifa ya Katavi, milima ya Ufipa na kadhalika. Kwetu sisi kuja mkoa wa Rukwa hapa Sumbawanga ni sehemu ya mipango ya Air Tanzania kuwafikia abiria wengi zaidi. Kuja kwetu hapa leo kama ndege ya majaribio ni kile ambacho tulikipanga kwamba kuanzia mwezi wa 5 tutaanza kuja katika mkoa wa Rukwa katika uwanja wa Sumbawanga. Tutakuwa tunakuja mara 2 kwa wiki, tutawatangazia, na baada ya hapo kama ambavyo umezungumza Mheshimiwa Mneki, kadri abiria wanapozidi kuongezeka tutaendelea kuongeza, na lengo letu ni kuja hapa kila siku. Tunawashukuruni sana, na tukianza safari zetu tutaanza na bei maalum za punguzo, kwa hiyo mjiandae. Uwanja umekamilika, tumshukuru Rais wetu mtukufu na timu yake yote katika kuhakikisha uwanja unakamilika. Sasa changamoto kwetu ni kuzalisha shughuli zitakazofanya huu uwanja uwe na maana, na Mungu bariki, hazina tunayo, tutengeneze package itakayoweza kuvuta abiria. Matokeo yake uwanja wetu utanufaika pamoja na miundombinu yetu mingine iliyobaki, reli, barabara na maji. Lakini ndugu zangu wana Rukwa, ninachotaka kusema ni nini? Itumieni hii fursa. Usiwe tu ni uwanja tu, uwe ni uwanja ambao utabadilisha maisha yenu. Na sisi kamati ya mitaji ya umma tunachokiangalia kwamba fedha za serikali zilizowekezwa zimebadilisha maisha ya watu. Kwa mutumie uwanja utengeneze mabilionea wa kutokea hapa Rukwa. Nimshukuru sana mkurugenzi wa viwanja vya ndege. Nikushukuru sana sana. Umetukamilishia uwanja wetu, na uwanja wetu umekuwa wa kisasa. Naomba nikiri tu, nimetembea viwanja vingi, lakini kiwanja chetu cha kisasa zaidi. Sasa nikushukuru sana, na naamini utaendelea kutukumbuka ili kuweza kuboresha uwanja wetu uweze kuwa bora zaidi. Lakini lingine, nimshukuru mkurugenzi wa ATC. Najua ndege leo imetua. Nikuombe na niombe naibu waziri, angalau kwa kuanzia, hata tukipata mara 3 kwa wiki au mara 2 kwa wiki si mbaya sana kuliko kukosa kabisa. Najua mwanzo ni mgumu, ili abiria waweze kuchanganya au tupate kwa kasi zaidi, lazima tuanze kidogo, lakini kuombe angalau tupate usafiri mara 2 kwa wiki au mara 3 kwa wiki kama Mpanda na ambavyo wanavyofanya. Najua na mengi ya kusema, lakini Mheshimiwa Naibu Waziri, nikushukuru sana. Kutokana na muda, tulipanga kurudi saa 6. Sasa hivi ni saa 7. Lakini nikombe radhi tena kwa kutumia muda mwingi
katika kuongea na wananchi wangu. Nikushukuru sana, Mungu awabariki sana. Bwana Sumbawanga anawapenda sana. Asanteni sana na mpendwa kabisa. Ndugu zangu, kabla sijahitimisha maelezo yangu, naomba niseme mambo mawili. La kwanza, naungana na mheshimiwa mwenyekiti wetu wa bodi. Ndugu wana Sumbawanga na ndugu wana Rukwa, tumieni fursa hii vizuri. Tumieni kuendeleza watu wetu kiuchumi. Tumieni watu kutajirika. Uchumi wa mkoa huu uzidi kuongezeka. Tusitegemee watakuja watu wa nje kuendeleza mkoa huu. Lazima tuanze wana Sumbawanga wenyewe, wana Rukwa wenyewe, na kisha na wengine wataweza kufikia. Lakini la pili, tutoe rai kwa mashirika ya ndege mbalimbali nchini mwetu, kama anavyofanya kwenye viwanja vingine. Tusiwaachie ATCL peke yake. Leo ATCL wamesema wataanza safari 2. Basi tuone mashirika mengine nayo yakianza kuja hapa. Nikitolea mfano wa Iringa, Air Tanzania inakwenda mara 3 na inajaza kila siku. Lakini wenzetu wa Auric wanakwenda karibu na yenyewe mara 3. Kwa kila siku usafiri huko. Ndugu zanguni wote ambao mnamiliki makampuni hayo, jooni Sumbawanga. Sumbawanga ni mahali pazuri. Pana hali ya hewa nzuri. Pana watu wakarimu, wachapa kazi. Kuna fursa za kiuwekezaji kwenye kilimo, kwenye madini, kwenye utalii, kwenye uvuvi na usafirishaji kwenye ziwa. Jooni tulete ndege hapa za kutosha ili tujenge uchumi wa nchi yetu pamoja na wananchi. Ndugu zanguni, kiwanja hiki ni rasilimali adhimu na chachu muhimu ya maendeleo yetu. Hivyo basi ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha kinalindwa na kinatunzwa kwa uangalifu mkubwa ili kiendelee kutoa manufaa endelevu. Matumizi yake bora yatafungua fursa za ajira, biashara na uwekezaji, na hivyo kuleta ustawi wa kiuchumi katika mkoa wa Rukwa na maeneo jirani. Mwisho, napenda kuhakikishieni kwa serikali hii inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kuweka kipaumbele katika kuimarisha na kuendeleza sekta ya usafiri wa anga kwa lengo la kuchochea ukuaji wa uchumi, kuunganisha maeneo mbalimbali ya nchi na kuboresha maisha ya wananchi kwa ujumla. Baada ya maelezo haya, ndugu zanguni, asanteni sana kunisikiliza na Mungu awabariki sana.